mambo matano yanayothibitisha utateseka kwenye ndoa ikiwa utafunga ndoa na mwanaume ambaye amewahi kukufanyia mambo haya matano kwenye mahusiano. Ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba mahusiano ndio yanajenga ndoa sahihi. Kwa hiyo kama mwanaume atakutesa katika au atakufanyia mambo haya matano ambayo nitayataja kwenye mahusiano, ni mambo ambayo yanathibitisha kwamba wewe mwanamke utateseka katika hiyo ndoa. Jambo la kwanza kabisa ni mwanaume kukupiga. Ikiwa mpo katika mahusiano, mwanaume akawa na uwezo wa kukupiga, ni mojawapo ya jambo ambalo linathibitisha kwamba huyo mwanaume atakutesa katika hiyo ndoa endapo kama utafunga naye ndoa, kwa sababu mwanaume ambaye ana ujasiri wa kuweza kumpiga mwanamke aliye naye katika mahusiano, basi atakuwa na ujasiri mara 100 zaidi katika ndoa. Kwa hiyo ni mojawapo ya jambo ambalo unatakiwa uweze kulijua kwamba kama mwanaume alishawahi kukupiga katika mahusiano, endapo kama utafunga naye ndoa, ni mara 100 zaidi ya kwenye mahusiano. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kufahamu hilo. Na pia jambo la pili, kumfumania mwanaume akiwa na wanawake au akiwa na mwanamke mwingine. Ikiwa mwanaume alishawahi kufanya hili jambo kwenye mahusiano, yaani wewe umemfumania akifanya mapenzi na mwanamke au na wanawake wengine, basi ni mojawapo ya jambo ambalo linathibitisha kwamba utateseka katika ndoa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba mwanaume ambaye ushakufumania kwenye mahusiano, yaani ulikuwa kwenye mahusiano ukamfumania na ukatamani kufunga naye ndoa, fahamu ni mara 100 zaidi kama utafunga naye ndoa. Kwa hiyo ni mojawapo ya jambo ambalo ni baya, lakini kama utaforce kufunga naye ndoa huyo mwanaume, basi itakuwa ni mara 100 zaidi kumfumania huyo mwanaume. Na pia jambo la tatu ni kutojali hisia ambazo unazipata za kukuumiza. Kama mwanaume alikuwa anakuumiza kihisia katika mahusiano na ukakubali kufunga naye ndoa, huwa ni rahisi kupata maumivu zaidi au kupitia changamoto zaidi katika hiyo ndoa, kwa sababu mwanaume yeyote ambaye anaweza kumtesa mwanamke kwenye mahusiano huwa ni mara 100 kwenye ndoa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufahamu hilo jambo. Na pia jambo lingine, kutokukuthamini. Kama mwanaume anaweza kufanya jambo la kutokumthamini au kutokukuthamini wewe mwanamke kwenye mahusiano, basi unapofunga naye ndoa huwa ni mara 100 hawezi kukuthamini. Na ndio maana ukifanya uchunguzi, wanawake wengi ambao wamefunga ndoa na wanaume ambao walikuwa hawathamini kwenye mahusiano, basi huonekana kwamba wao ndio wanahudumia familia. Utakuta mwanamke yeye ndiye anatakiwa amlipie mtoto ada, yeye ndiye anatakiwa alipe kodi, yeye ndiye anatakiwa amlishe mwanaume, kwa sababu kwenye mahusiano huyo mwanaume alikuwa amthamini mwanamke. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba kama mwanaume ataweza kufanya jambo la kutokuthamini wewe mwanamke kwenye mahusiano, endapo kama utafunga naye ndoa, huwa ni lazima aweze kufanya mara 100 zaidi kwenye ndoa. Na pia jambo lingine,